Moyo wangu unaugua, una shauku ya kukikaribia kiti cha enzi. Mungu wangu, nakusihi umkumbuke Edward popote alipo kwa wakati huu. Wewe unajua anapitia nini, unajua mzigo alioubeba moyoni mwake. Baba mfariji, pale alipo, kama yuko peke yake uwepo wako. Kama moyo wake umejaa maumivu, umpe amani isiyoelezeka. Fungua milango ambayo imefungwa mbele yake, na mpe tumaini jipya hata kama anaona giza pekee. Na kuomba umlinde Edward, umlaze salama na kumwamsha salama kila siku. Popote anapopita uwe ngao yake. Na kama kuna wakati anahisi amechoka na kukata tamaa, mkumbushe kwamba bado ana thamani, bado ana kusudi. Na kama kuna chochote naweza kufanya kuwa baraka kwake, uniongoze. Lakini zaidi ya yote, usimwache peke yake. Mungu wangu, uwe pamoja naye kila hatua. Mchungaji, nashukuru sana kwa siku ya leo nimeweza kukutana na wewe tena, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo najiuliza kichwani mwangu ninapokuwa nikitafakari Biblia, ninapokuwa nikisoma Biblia. Kuna maswali mengi sana nayajenga, lakini kwa leo natamani niyafahamu. Natamani unifundishe Biblia kwa ujumla. Huenda hata ukiwa ukinifundisha, labda kuna baadhi ya maswali nitaanza kuwa nayakumbuka, kuna baadhi ya vitu sivielewi. Natamani kwa siku hii ya leo, natamani unielezee kinagaubaga. Ni muda mrefu sasa nimekuwa nikipokea habari kutoka kwako kwamba Bwana Samson anakutafuta, na nilipoulizia nikapata kuelewa ujumbe ambao mara kadhaa umekuwa ukituma kwamba unahitaji kujifunza Biblia pamoja nami. Kwa Bwana Samson, ninakukaribisha kwanza, lakini licha hivyo nakupongeza kwa kuwa na shauku ya kutaka kujifunza Biblia kwa undani. Kwa hiyo karibu sana, kwa kuwa leo umepata nafasi na Mungu amesaidia tumekutana. Ninakukaribisha sana, karibu sana. Asante Bwana Samson. Asante sana. Yeah. Kiujumla umewahi kuzisikia kwamba kuna amri 10 za Mungu? Yeah, nazifahamu, nimezisikia. Unaweza kunielezea japo kwa ufupi kwamba wewe unazifahamu nje kwa ujumla? Kwa ufupi, kwa mimi ninavyozifahamu, kwa mujibu wa kanisa letu, kianza kwenye amri ya kwanza hadi amri ya 10. Kwa hiyo ninapokuwa nikijifunza, kuna baadhi naweza nikachukua Biblia tofauti. Nitakapokuwa nikijifunza, nikilinganisha na Biblia ya kwetu, naona kama vile kuna utofauti mkubwa sana. Kwa mfano, ukija kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 hadi wa 11, inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Lakini ukija kwenye Biblia ya Kikatoliki ya kanisa langu Katoliki, inasema ya kwamba shike kitakatifu siku ya Mungu. Sasa hapa nakuwa kuna mkanganyiko kati ya mafungu haya mawili. Je, nifuate kipi, niache kipi? Natamani siku hii ya leo unidadafulie kinaga ubaga, mchungaji. Bwana Samson, ninazidi kupata hamu ya kujifunza Biblia pamoja na wewe, kwa sababu unaonesha wazi kwamba una kiu na nia ya kupata kuifahamu kweli.
Lakini Bwana Samson, kwa kuwa moja kwa moja umeshatilia maanani kuweza kuamini kitabu kama Biblia kama mwongozo kwako, ni lazima kama mtumishi wa Mungu nikuweke wazi kwamba Biblia imeandikwa na watu kama wewe, lakini si hivyo tu, wameandika wakiwa wanaongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo ni Mungu ndiye ambaye alikuwa anaongoza, Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa anawaongoza kile ambacho walikiandika. Lakini sasa Biblia imeandikwa kwa muda mrefu sana, na uandishi wake wote hayupo hata mmoja ambaye yuko hai kwa sasa, wote wamekwisha kufa. Sasa ikiwa wamekwisha kufa na kwa sasa kuna Biblia tu, ikiwa utasoma Biblia utashindwa kupata kuielewa kwa mujibu ilivyoandikwa, huwezi ukaanza kumtafuta aliyekiandika kueleza, kwa sababu hayupo, wote waisha kufa. Na hapo ndipo tunakutana na mafundisho ambayo yanakuwa ni kinyume cha kusudio ambalo waandishi waliandika. Na hapo ndipo tunakuhitaji uongozi wa Mungu kutuongoza ili kuweza kufikia kweli. Na ndio maana unaweza kufikiria kwa sasa kuna makanisa mengi duniani, yote yanamhubiri Mungu, yote yanamhubiri Yesu Kristo, lakini yanatofautiana kile ambacho wanakihubiri. Kanisa hili linaamini mafundisho haya, kanisa hili linaamini mafundisho haya. Kwa kuna mafundisho mengine yanakuwa yanapingana, lakini wote wanaongozwa na Biblia hiyo hiyo. Lakini ukifuatia ni nini? Ni ile maana mtu anasoma Biblia lakini ameenda tofauti na mazingira ya mwandishi alichokuwa amekikusudia hasa. Na ndio maana awali nikakupatia tahadhari ya kwamba ikiwa utasoma Biblia utashindwa kuielewa sambamba sehemu hiyo uliyosoma. Ukitaka utafute waandishi wake huwezi kuwapata, maana wamekufa. Kwa hiyo ndipo ambao tunahitaji uongozi wa Mungu tuongoze. Lakini kwa kuwa umeonyesha nia kujifunza Biblia, mimi nakukaribisha. Karibu sana, nipo tayari kujifunza na wewe. Amina. Kwa hiyo awali ya yote, Biblia hii tukisoma kile kitabu cha Isaya. Tukisoma kitabu cha Isaya ile sura ya 8. Neno la Mungu linasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hao hapana asubuhi. Kwa hiyo kwa kuwa Bwana Samson unaitafuta kweli, ni lazima ile kweli ambako inakuwa inahubiriwa ama inatangazwa, basi iendane na matakwa na kanuni hii ambayo imeorodheshwa katika maandiko matakatifu. Kuna amri za Mungu, amri za Mungu ambazo zinapatikana katika kile kitabu cha Kutoka. Kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 20 tukianzia ule mstari wa 3, kuna kanuni ama amri ambazo Mungu aitupatia sisi kama watoto wake. Bwana Samson, na kuomba ufungue Biblia sehemu hiyo na usome ule mstari wa 3, tuone amri ya kwanza kabisa ya Mungu ambazo ametuandikia sisi kama watoto wake. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 mstari ule wa 3, neno la Mungu linasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya Mungu inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana Samson, wewe unaposoma sehemu kama hii unaelewa nini hasa? Ninaposoma katika fungu hili mstari wa 3 inasema ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi, ya kwamba tusitegemee kiumbe chochote, tusitegemee mtu awaye yeyote yule, lakini tumtegemee Mungu peke yake, na tusitegemee miungu mingine kwa ajili ya kuiomba, lakini tumtegemee Mungu peke yake, Mungu wa mbinguni. Kwa mimi ninavyoelewa, mchungaji, Bwana Samson uko sahihi. Na siku chache tunatakiwa uwe na kanisa, uongozi wa Kristo kwenda mbinguni. Maana maarifa mengi sana ya Biblia. Tusome mstari wa 4. Hiyo ni amri ya 4 ya Mungu. Inasemaje mahali hapo? Mstari wa 4 unasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini ya dunia. Ya mstari wa 4 umeishia hapo. Endelea mstari wa 5.
Mstari wa 5 unasema usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana na maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Bwana Samson, amri ya pili ya Mungu inatukataza sisi kama wanadamu, kama watoto wake, tusijifanyie sanamu ya kuchonga. Tena inakataza hata baada ya kujifanyia sanamu hizo tusiziabudu wala kuvitumikia. Sanamu ambazo zinafananishwa hapa ni kile chochote ambacho wewe mwenyewe utaamua kujifanyia, viwe ni vinyago, kiwe ni chochote ambacho mwanadamu ataamua kujichongea. Mungu ametupiga marufuku. Tukuje kwenye mstari wa 7, Bwana Samson, tunakutana na amri nyingine ya Mungu inasema tusilitaje bure jina lake. Tunazuiwa kutaja jina la Mungu ovyo ovyo. Kuna mazingira ambayo tunaruhusiwa kuitaja jina la Mungu. Mazingira katika ibada. Ukiwa katika ibada unaruhusa kabisa ya kuitaja jina la Mungu. Mazingira kama hatari. Ukiwa katika hatari unaruhusiwa kuitaja jina la Mungu. Lakini sehemu nyingine yoyote, hasa mazingira ya mzaha na ushahidi usio na tija, tumepigwa marufuku kulitaja jina la Mungu ovyo ovyo, kwa sababu jina la Mungu ni jina takatifu mno. Mchungaji, kabla hujafika huko kwenye ile amri ambayo tumetoka, ndio Bwana Samson, ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Nilipokuwa kwenye darasa la ubatizo katika kanisa langu la Katoliki, tulipokuwa tukipitia katika amri 10 za Mungu, nimeweza kuuliza maswali kwa katekista, nimeweza kuuliza maswali mengi kwa sister juu ya hii amri ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Swali langu lilikuwa ni hili, ndiyo maana natamani hata wewe unielezee kinaga ubaga ili niwe sehemu sahihi ambayo itanifanya nisimame mimi na Biblia pekee. Kwa mfano, ukiingia katika kanisa langu, kanisa Katoliki, kuna baadhi ya sanamu ya Yosefu mfanyakazi ambaye ni baba yake Yesu. Kuna sanamu ya Bikira Maria ambaye ni mama yake Yesu, na kuna sanamu ya Yesu Kristo. Haitoshi, kuna rozari ambazo huwa tunavalia shingoni, kuna msalaba na picha ya Yesu pia. Nikapata kuuliza kwa katekista, je, ni sahihi kuisujudia? Kwa sababu tukiwa katika ibada zetu za Katoliki lazima unaenda kuisujudia, unaipigia magoti. Je, ni sahihi kwenda kuipigia sanamu hiyo magoti? Je, ni sahihi kwenda kuibusu? Kwa sababu kuna vijumba pale kanisani kwetu, kuna sehemu wanapaita kuna sehemu wanapaita altare. Umeona, kuna sanamu ya Bikira Maria, kuna sanamu ya Yosefu mfanyakazi, kuna sanamu ya Yesu Kristo. Kwa tunaenda, kama una maombi binafsi au maombi ya familia, unaenda kumwomba mama Bikira Maria ili Bikira Maria huyo sasa aweze kuwasilisha maombi yako au maombi yetu kwa Yesu Kristo. Je, ndakuwa nipo sahihi au Biblia inazungumza nini? Bwana Samson, ninaifahamu haja yako. Unatamani sana kuipata kweli. Tumesema fungu hapa limetuambia kwa hakika wazi tusijifanyie sanamu ya kuchonga. Ikiwa neno lenyewe limetuzuia tusijifanyie sanamu za kuchonga wala kuziabudu, nini usiokielewa mpaka useme ya kwamba kanisani kwako kuna sanamu zimetengenezwa na unauliza kama ni sawa kuzisujudia na kuziabudu? Kwa mimi, kwa kufuatilia kwangu katika muktadha wa kumwomba Bikira Maria, ambapo ndipo ipo sanamu kanisani kwetu, nilipokuwa nikisoma Biblia, kuna baadhi ya vitabu ambavyo havipo kwenye Biblia za makanisa mengine. Nilikuwa nikisoma kwenye vitabu vya Sila, nilikuwa nikisoma kwenye vitabu vya Makabayo. Niliweza kupata ushahidi tosha ya kwamba Yesu Kristo yupo mbinguni
na kama kweli yupo mbinguni, basi nina uwezo wa kumwomba na kupitia kuomba kwake, basi anaweza akapeleka maombi haya kwa Yesu Kristo ambaye ni mwana wake. Ndiyo maana kuna sala yetu huwa tunapenda kuisali katika ibada zetu ya kwamba Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lake umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na sala ya kufa kwetu. Amina. Ya kwamba Maria, utuombee sisi wakosefu, mimi mzambi, uniombee kwa nani? Kwa Yesu Kristo ambaye ni nani? Ni mtoto wako, ili sasa maombi haya Yesu akayajibu. Kwa hiyo mimi huenda kwa imani yangu mimi kama Mkatoliki, labda unielezee kwa kina zaidi. Je, ni sahihi mimi kumwomba Bikira Maria? Na ninaamini kweli kwa imani yangu ya kwamba Mariamu yupo mbinguni. Asante sana Bwana Samson kwa kuendelea kuhitaji nuru na kufahamu ukweli. Kama nilivyokuja kutangulia hapo awali kwamba tunaongozwa na maandiko, tunaongozwa neno la Mungu, ya kwamba chochote kile ambacho tutakifanya kama kiwe mwongozo lazima kiungwe mkono na maandiko matakatifu. Tusome neno la Mungu katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza. Neno la Mungu katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa kwanza. Kuna maneno haya: watoto wangu, ninawaandikieni mambo haya kusudi msitende dhambi. Lakini ikija kutokea mtu akatenda dhambi, tunaye mmoja ambaye hutuombea kwa Baba, ndiye Yesu Kristo aliye mwadilifu kabisa. Biblia ndivyo inavyosema hivi, ya kwamba tunaye mwombezi lakini mmoja ni Yesu Kristo. Bikira Maria unayemtaja ni mwanadamu kama wewe. Kumbuka, mara baada ya dhambi kuingia duniani, utukufu kwa mwanadamu uliondoa kabisa. Na mara kadhaa Biblia imethibitisha kwamba mtu akifa anakuwa hajui lolote. Kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5 inathibitisha haya. Kwa hiyo unapomtaja Bikira Maria kwamba umfanye kuwa ndo kama mwombezi wako, unakuwa unaenda kinyume na maandiko. Na kwa kuwa tayari umekwisha kukubali ukweli kwamba mwongozo wako ni Biblia, itakuwa ni vyema ukusudia kufuata Biblia inachosema na sio mawazo ama maoni ya viongozi wa kanisa au maneno kutoka kwa kiongozi yeyote. Biblia ndiyo mwongozo wetu. Nadhani kwa hili utakuwa umethibitishwa kabisa na maandiko. Ama utakuwa na swali bado? Hebu tunaweza tukapitia hiyo Mhubiri 9:5 kama ulivyosema, ili tuwe tunaenda na ile fakti, ili sasa tujue ya kwamba kweli maandiko yanasema hivyo. Namba Samson, umefika hapo uweze kuirejelea sehemu hiyo. Ni kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 5. Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 5. Maandiko matakatifu yanasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Bwana Samson, hapo kwanza nikuulize swali. Bikira Maria kwa sasa yuko wapi? Ama kwa swali kwa upande mwingine, mtu akifa kwa mujibu wa maandiko matakatifu nilivyosoma, anakuwa anaenda wapi? Kwa mimi, kwa imani yangu, kwanza Mariamu ninaamini, na pia kanisa langu linaamini ya kwamba Mariamu alipalizwa kwenda mbinguni. Jambo la pili, ya kwamba mtu akifa anaenda wapi? Kwa mimi, kwa muktadha wa kanisa langu au kwa imani ya kanisa langu, mimi naamini ya kwamba mtu akifa anaenda purgatory. Umeona? Huko sasa anasubiri hukumu. Kama sasa sisi huwa tunaombea wafu, umeona, ili Mungu aweze kumsamehe mtu huyo kwa namna moja au namna nyingine, huenda alifanya dhambi sana. Sisi tulio hai tuna jukumu la kumwombea mtu huyo. Sasa sielewi kama nipo sahihi au kanisa langu lipo sahihi au Biblia inasema nini. Bwana Samson,
ninakuelewa na ninazidi kuendelea kukuelewa kwa kadri ninavyojielezea. Ili uweze kujifunza kitu kipya, ni vizuri kile ambacho unakielewa awali ukiache kwanza, ili uwe tayari kupokea kitu kingine kipya. Ikiwa utahitaji kujifunza kitu na bado ukaendeleza ukishikilia kile ambacho ulikielewa awali, unakuwa hauko tayari kujifunza. Tumekwisha kubaliana ya kwamba mwongozo wetu uwe ni Biblia. Una maana gani kusema ya kwamba kanisa lako linadai kufundisha hivi, na ulihali mwongozo ambao tumeuchukulia kwamba utuongoze Biblia uko kinyume na mafundisho ambayo kanisa lako linafundisha? Kwa mimi nina jambo katika hilo, kwa sababu mimi kutoka utoto wangu, kuona kwangu, kusikia kwangu, nimesikia vitu vingi na nimeona vitu vingi sana katika kanisa langu. Kwa hiyo natamani unieleze kinaga ubaga kuhusiana na mambo haya. Natamani nisimame na Biblia pekee. Sitamani nisimame kwa mawazo ya watu, elimu ya watu. Natamani nisome neno, natamani nisome Biblia na niliishi hilo neno. Natamani unisaidie pale ambapo nitaona ya kwamba sielewi, nitakuuliza mchungaji, na natamani sehemu hiyo unieleze. Kwa mfano, nimeelewa kuhusiana ya kwamba tunaye mwombezi ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye tunapaswa kumwomba, lakini ni Yesu Kristo tu. Kwa hapo nimekuelewa mchungaji. Bwana Samson, kama nilivyokwisha kueleza awali kwamba waandishi waliofanikiwa kuandika Biblia kwa sasa hayupo hata mmoja, wamekwisha kufariki. Na ikote soma sehemu tukashindwa kuielewa, hakuna sehemu ambayo tuweze kuwatafuta watu wao tuambie, na badala yake Biblia hii itatusaidia kujibu swali ambalo tutalipata. Bwana Samson, na kwa nini nipatie ridhaa nikupitisha kidogo katika historia. Neno la Mungu kwa karne nyingi limekuwa likipigwa sana marufuku. Shetani amekuwa akitumia kila njia kuweza kuliangamiza kabisa neno la Mungu. Ni muda umepita ambao wanahistoria wanauita kama ni kipindi cha zama za giza. Kipindi hiki kilitumiwa na Shetani kuweza kuitokomeza kabisa Biblia. Ni mnamo mwaka wa 538 ambapo kipindi hiki hasa kilianza. Viongozi wa kanisa walijitwika madaraka ya kubadilisha amri za Mungu. Kupitia vikao vya kanisa, amri za Mungu ziliweza kubadilishwa. Amri ya 4 inayomwagiza mwanadamu kuweza kuikumbuka siku ya Sabato ilibadilishwa. Utukufu wa Sabato ukahamishiwa siku ya Jumapili. Amri ya 2 ambayo inazuia mwanadamu kujichongea sanamu na kuziabudu iliondolewa kabisa. Na hapo kanisa likaingiza vinyao kanisani, likaingiza sanamu kanisani. Amri ya 10 ilipasuliwa mara 2 ili kuleta idadi kutimia 10. Watu wale ambao walionekana kusimama imara kwa kuongozwa Biblia waliangamizwa kabisa. Kuna watu ambao walisimama kidete kuweza kuisimamia kweli. Popote walipoenda walitafutwa ili ushahidi uweze kuondolewa kabisa. Sasa kwa kuwa umekubali kujifunza Biblia, umetangaza vita.
Neno la Mungu ni vita. Vita hii inapiganwa kati ya kweli na uongo, uovu na wema, Mungu na shetani. Sasa Bwana Samson, kwa kuwa umekubali uongozwe na kweli, ni vyema uendelee kusimamia msingi huo ukiongozwa Biblia, kwa sababu kanisa hili ndilo lililofanya jukumu ya kubadilisha amri za Mungu. Likawa na nguvu sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kusoma Biblia, lakini sehemu ya pili kanisa likapewa uwezo wa kutunga mapokeo, yakaitwa kwa mapokeo ya kanisa. Kwa hiyo unaposema kwamba kanisa langu linasema hivi, haya ni mapokeo ya kanisa, lakini sio maagizo ya Mungu. Na neno la Mungu inasema mtu awaye yote atakayeshika kweli yote akajikwaa katika amri moja, amekosa juu ya zote. Sio hivyo tu, na Mungu anasema kwamba ukiwa vuguvugu, ukawa moto, Yesu ametangaza kukutapika. Kwa hiyo Bwana Samson, kwa kuwa umeamua kuifuata kweli, usichanganye kati ya mwongozo wa Mungu na mapokeo ya kanisa lako. Simamia kweli ya Mungu ambayo ni Biblia. Kila unapokanyaga uongozo wa Biblia. Na kwa uzuri, kila sehemu Mungu ametupatia mwongozo. Katika kuvaa kuna mwongozo, katika kula kuna mwongozo, katika kuishi kuna mwongozo. Tukisimama katika hili, tutakuwa salama hata kufikia ushindi. Bwana Samson, hata kwa machache haya hujaelewa? Ninaanza kukuelewa sasa, kwa sababu nilipokuwa katika kanisa langu kuna kitabu cha mafundisho ya ubatizo, umenipitisha kwenye ile amri ya Sabato, ile ikumbuke siku ya Sabato, ambapo sisi katika Biblia yetu inasema shika kitakatifu siku ya Mungu. Na nakumbuka sana nilimuuliza katekista swali hili, kuna utofauti gani kati ya ikumbuke siku ya Sabato na shika kitakatifu siku ya Mungu? Na tulipokuwa tukisoma kile kitabu na mwongozo wa kujifunza Biblia katika kanisa langu, kuna swali moja lilikuwa likiulizwa, je, siku ya Sabato ni ipi? A inaanza Ijumaa, B inakuja Jumamosi, C inakuja Jumapili. Katika kanisa langu na mwongozo huo unasema kwamba siku ya Sabato ni Jumamosi. Lakini anaendelea kusema ya kwamba kwa nini katika kanisa Katoliki linaazimisha siku ya Sabato Jumamosi na sio siku ya kwanza ya juma Jumapili? Anasema ya kwamba kanisa Katoliki liliweza kuhamisha utakatifu wa kutoka siku ya saba ya juma Jumamosi kwenda siku ya kwanza ya juma Jumapili. Sasa hapo ndipo nimeanza kukuelewa ya kwamba tunatakiwa tusimame na Biblia na Biblia pekee. Kama kanisa liliweza kuibadilisha siku ya Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, kumbe haya ni mapokeo ya mwanadamu au ni mapokeo ya kanisa, sio mapokeo ya Mungu, sio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo inatupasa kama ulivyoweza kunisisitiza, tunatakiwa tuifuate Biblia na Biblia peke yake. Nashukuru sana kwa hilo mchungaji. Bwana Samson, uko umefahamu yote mpaka hayo, unangoja nini sasa? Maana Biblia yenyewe inasema tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Ikiwa Mungu leo amekufunulia kweli hii, sasa kwa nini unakawiria nini kutoka Babeli? Babeli ni wapi mchungaji? Sikuelewi mchungaji, unaposema nitoke Babeli. Sikuelewi kabisa mchungaji, labda unielezee kinagaubaga kwa hapo.
Babeli ni sehemu penye machafuko, ambapo sehemu hiki panaongozwa na mama yao, anaitwa Biblia, ametamkwa ni mama wa makahaba. Ni machafuko ya mafundisho ambayo yanakuwa na kinzana na Biblia, yanakinzana neno la Mungu. Huko ndiko Babeli. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ametoa mwito wa kuwasia watoto wake watoke huko upesi, ili wasije wakapokea mapigo yake pamoja na kulisishwa dhambi yake. Kwa mchungaji, unataka kuniambia ya kwamba mimi nipo Babeli ambapo kuna machafuko na mafundisho ya uongo. It means katika kanisa langu, na ni kweli nimeona ya kwamba kama kweli tunatamani tufuate mafundisho na mwongozo wa Biblia, it means katika kanisa langu nipo Babeli. Au sijakuelewa hapo mchungaji? Bwana Samson, haya si maneno yangu, neno la Mungu. Tumesema kwa pamoja dhahiri katika hili. Sina maneno dhahiri kwa sababu si maneno yangu, ninanukuu ni maneno ya Bwana. Fungu gani hilo linalosema ya kwamba tokeni kwake msishiriki dhambi zake, tokeni Babeli? Ni fungu gani hilo mtumishi, ili na mimi sasa niamini ya kwamba, au ni vitu gani ambavyo naweza vikanifanya au vikanishawishi ya kwamba nipo Babeli au nipo katika machafuko, yani nipo katika mafundisho ya uongo? Na ni kweli mchungaji, natamani nipate ukweli, natamani niende katika ukweli ambapo Biblia inasema. Natamani niwe katika kanisa ambalo linazungumza kweli ya Mungu. Natamani niende katika kanisa ambalo linataja kweli ya Mungu. Natamani sana siku moja niwe katika kanisa ambalo linafuata Biblia na Biblia peke yake. Natamani sana siku moja. Namuomba Mungu usiku na mchana, nitembeapo, nilalapo, namuomba Mungu nisaidie. Hivi ni lini hata mimi nikawa nimuuliza maswali tu wakati wote? Bwana Samson, ya mchungaji, ninakushukuru sana, ninaendelea kupongeza kwa sababu unahitaji ushahidi. Soma kitabu cha Ufunuo sura ya 18 na ule mstari wa 4. Ufunuo sura ya 18. Ufunuo sura ya 18 na ule mstari wa 4 mchungaji. Neno la Mungu linasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Bwana Samson, baada neno kuhusiana na hilo ya kwa mimi nakushukuru sana mchungaji, na ninafurahi kwa sababu siku hii nilikuwa naiombea sana nikutane na wewe mchungaji. Vitu vingi sana umenipitisha kutoka kwenye Biblia, na haujanipitisha kwenye mapokeo ya mwanadamu, na haujanipitisha kwenye mapokeo ya kanisa lako, lakini umetumia Biblia na Biblia pekee. Nashukuru sana kwa majibu hayo. Nitajifikiria nitakapokuwa nyumbani na kushukuru sana. Karibu sana Bwana Samson, hata wakati mwingine. Shukrani sana. Asante sana. Bwana Samson, karibu basi sasa tuweze kufunga kwa sala. Karibu sali. Basi tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyika duniani hata huko juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitutie vishawishi, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe,
umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na sala ya kufa kwetu. Amina. Mtakatifu Gonzales, naomba unisaidie kuelewa maandiko matakatifu ambayo Mungu anatamani tuyajue kwayo. Mtakatifu Tadeo, natamani nielewe kuhusiana na mafunuo ya Mungu. Katika maombi yako nisaidie kuniombea kwa Yesu Kristo ili niweze kuelewa kinaga ubaga juu ya neno lake. Mtakatifu Tadeo Mashahidi, natamani unisaidie na maombi yangu haya yakapokelewe katika kiti cha Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kumbe ni ndoto. Lakini ilikuwa halisi sana. Nilikuwa nawaambia watu neno la Mungu. Nilihisi nguvu, nilihisi amani. Je, hii ni ndoto tu au ni wito? Moyo wangu tangu nilipompokea Yesu haujawahi kutulia. Kila wakati unasema nenda waambie wengine, waambie walioko gizani. Nakumbuka nilifukuzwa nyumbani, nikadharauliwa, nikabaki peke yangu. Lakini leo naelewa sikuwa peke yangu. Mungu alikuwa pamoja nami, akiniandaa, akinionyesha njia. Kama hii ndoto ni sauti yako, Mungu, basi sitanyamaza tena. Nitaenda. Hata kama ni peke yangu. Hata kama watanicheka. Hata kama watanifukuza tena. Kwa sababu niliwahi kuwa gizani, na sasa nimeona nuru. Na sitaacha mpaka wale wengine pia waione. Niko tayari. Nitatembea. Nitasema. Nitahubiri. Hii si ndoto tena. Huu ni wito wangu. Fuata kote, songa ukiongozwa na Bwana, chemchemi ya maji penye kiu. Ulimwengu, lango la upendo liinue. Wengi hawajawahi sikia ahadi moja ya neno lake. Maisha yamezongwa na dhambi, waambie habari
kweli yenye nuru. Wimbo gani juu utaimbwa, kila taifa, lugha, jamaa, wengine ni kwa maombi yetu, tashiriki furaha